Anaweza jibu aseme ukweli. Okay, yeye atuambie gari ni yake. Na mimi najua gari sio yake. Okay? Wewe tuambie gari ni ya nani? Sawa. Sasa mnaona kwanza mnaona. Guys, niliambia gari ni yake tukiwa na kuru. Ni haya. Sasa fanya hivi nimesema. Gari ni ya nani? Peter Suli niambia gari ni yako tukiwa na kuru kwa kaniita kando. Tibi niliwaambia hiyo gari ilikuwa kaya. Kitano nimekuambia. If it's not mine, sasa ongei so acha nimjibie. So nimesema nikahaya. Mimi najua nani Malisafi. The issue what that vehicle niliuliza. Nilisema sina gari, niko na gari. Sasa washaneni na gari ikiwa ya kahaya ni sawa. Kwa nini unauma msichana ya wenyewe kisha unampiga hedi akiongeleshwa na wasichana unasema ni lesbian? KOE wewe unajulikana jina yako TikTok unakuaga hapa wa kwanza kupigania wanawake. Why are you beating her up? Okay, naweza ongea. Let me tell you something. Yes. Okay, nyamaza, acha nikwambie. Number one, I agree that and I want to agree that nimekuwa nikikosea Kate. Not once. I've done it twice or thrice. I've come from where? Sema mara 10. Sema mara 10. Acha kusema eti twice. Sema mara 10. Because you know exactly kenye unafanya. Tulia babe, tulia mama. Na uache kuniita hivyo. Tena sijui kwa nini unaniita hivyo. Acha nikwambie Peter, wewe ni mtu mbaya sana. Ungekuwa grateful hata singekuja kuongea hapa. You tell me why? Mimi mwenyewe uliendanga unichukulie simu. Ukatoa 20k nikakupea 10,000. Ukalipia siku ya kwanza nikalipia the other day 6,000. How would you even call watu wa simu waambie wanilokie simu? Oh, nialipa mdogo. Why would you even call them uambie wanilokie simu? Na tena uko kwa nyumba kitanda yenye unalala ni kwangu. Yaani hata ukufikiria hivi kitu moja nishaikufanyia kwa hii dunia. How would you be that mean? Like how would you be that mean? Kate, that one aside. Kate, musimute mic ya KOE wacha ongee. Kate, don't go back. Wacha nikwambie Prismity, this Kate, ukile kocha amekuja hapa kuongea. Ni gumu. I'm literally going through a lot. I lost myself, nikakuwa niko depressed. At the end of the day hata kuwa amekosa nikaanza kuhesabu series of events. Hata vile nani anaitwa aje ule wa Cielo Queen alikujanga kusema nilikuwa napigwa. That was true, lakini sikuongelelea kitu yoyote. Sikusema ni ukweli ama ni uongo. Nilinyongwa. Hata Steve Nice tulikuwa naye kwa gari. Anasimamisha gari hivi Thika Road. Nilimwambia ache kutusi wanawake. Nilikuwa kwa choo nikasikia akiambia mtu ana matako. Kumuuliza hivyo ndo akaanza kunipiga kwa hiyo barabara yote. Hata sikupata hivi amani hata kidogo. Hata ukifanya nini hata akikosea hata umpate hapa anakulana saizi ukimuuliza utapigwa. Kai. Yo. Okay, listen. Peter Kioi, can you change okay, listen. No, bibi yako Roy rudia kwa bibi yako Roy ule Maasai. Acha kusema acha kusema hapa mambo ya kusheji mtoto yenyewe atauliwa hapa Malisafi. Atapiga milele. Unachadika kama baby. Kate, please rudi kwa hili. Hapana, Kioi rudia bibi yako Roy na watoto yako. Washa kukuma watoto wadogo wasichana. Unawasalibia ukiwaambia kuashana ni kaburi. Wakuambia kuashana ni kaburi ni mama ya watoto yako ako Roy Wacha kutisha wasichana wadogo. Na mpaka fondo yao inasikia ukiwa tisa. Kioi just a minute. Hapa point of concern. Kioi Kioi kiasi. Tuko na masista Kioi. We don't like them to be treated with men like you. Don't treat us like that. We are not connecting something very important here. Guys, we are not connecting something very important here. Kate amefanya heshima kukuja hapa. And we kama tuna decorum, guys. We are going to solve this thing without solution. Come on. We respect Kate. Let me tell you something. Platform. So Kioi. Let me tell you something. I've been listening to people. Can I say something? Kioi daka moja. Wait. I don't want to Kioi listen. I don't want to sound Kioi. Okay, ongea. Nataka kusema kitu. As much as this is my woman, I will fight for her.
But why are you beating? Correct. Ukimua meno ndo una fight for her. What do you mean? Wacha kutubeba ufala hapa bwana. Unapiga mwanamke you are a narcissist. Sadika kwa gari barabara yote. This is narcissistic. This is that is having a narcissist behavior. Na mwanamke anamvumilia hiyo siku zote. Mwanamke anatandika mtu kwa gari. Tumia acha nikwambie anakupenda juu uko weak. That is what narcissist is. Kwa sababu uko weak. Leta ongea. Nakwambia saizi hata hiyo plot yenye naishi watu waliongea wakaongea, anashinda akiambiwa aski. Hadi kuna time nilikuwa give up kabisa, yani nilikuwa nataka tu kukufa nipumzike because it was too much. Usikufe kasichana, usikufe. Majirani wanasimama hapo wanaangalia. Wengine wanafanya tu kurecord. Juu kiingililia vita, kama niko na rafiki yangu amekuja kututoanisha, anaanza kupiga hadi rafiki yangu. Yeah. Ananipiga ngumi, meno inasonga, ananipiga. Saizi vile alinipiga head ilikuwa before hiyo mazishi ya nani. Meno ikatingika, nilikuwa na black isingeenda mahali. Na kiambiwa usingoje. I want you to connect. Just a moment, guys. Let's have the call. Guys, let me ask you. Don't play ongea. Now, let me kidogo tu. Kiwe nilikupea time ukaongea. Wacha niseme tu hii alafu nini. I don't want to sound selfish, but Peter Kioi, you are a friend and I know you in person. I just want to tell you the truth. Sitaki kudanganyana hapa na pale. This is the thing, bro. Tunaweza kaa hapa as TikTokers, we are solving this na watu wana make joke out of it, but this is a serious issue. Unaona, number one. And tunaweza kaa hapa tukae make joke na kesho we will be solving a totally different thing. Exactly. Peter Kioi is saying something here and we are trying to connect it with what Kate is saying. Listen, Peter Kioi always sema ati kuachana na Kate ni kaburini and then we keep quiet. It means is either muue kwanza ama ndio aje, and you cannot connect this. But your statement inakuanga very serious correlation. Very serious. That is a serious statement. Yes, and then we are talking to somebody who has been seen on camera being violent. And that is how this thing always starts. We can give another chance to Kate. Downgrade can some words filter because TikTok what nini. All right. Okay. So okay. So we can be here addressing this issue and we are letting them know. Kate, it's okay. Go back to Peter, and then the next day the story will be different. Ile kaburi tafika ukweli, and then we'll be coming here to sit down just to make collection out of nowhere. Ati tunajikolektia Kate wetu ameenda something we could avoid. So the truth is, a violent man doesn't deserve a good woman. That is the truth. It doesn't. Never. So if you're violent, then you need just to correct yourself. Is you fix yourself first. Is when you come and claim the woman that you want. But before that, we cannot give you any other reason whatsoever to go close to a woman who is like just humble, down to her to you. And then you come here as friends. We cannot allow that. And hata kama unatuchukia, that is the truth we are going to tell you. Because Peter Kioi, we have the evidence proving that this woman. Na yeye mwenyewe amesema umekuwa ukimpiga kwa gari. Steve Rice is here to report. Naona mimi uende vitu zako na polisi. Mimi ningekuwa hata hiyo simu angesema ingekuwa ijalokiwa, ningeonyeshana kila kitu hapa. Hata nikibleed hizo alama zote ziko kwa uso, mdomo, huku kwa uso, kila kitu ningeonyeshana. Okay, simu ilikuwa ya M-Kopa, akapigia watu wa M-Kopa wafunge. Na nilikuwa nimeilipia Tuesday. Uliregister na jina yake? Aliregister na ID yake. Maybe amesema imeibiwa, so wanafunga. Alisema ilokiwe. Juu nilipigia watu wakasema yeye ndo amesema ilokiwe. Alikuwa anapiga evidence. But this is the same story. Peter Kioi hawezi change. Kitu alikuwa anafanyia Jano. Nyamazeni. Hata nataka mali safi up Janet again because we kept quiet the first one. Rudisha Janet, nimeona the same story is repeating itself. Na hii si not be doing this. Okay. Fanyeni hivi. Okay. Mnataka Kate niwache?
Hapana, Keti tunataka mimi ameshakuacha mimi you can't be doing this. Decision yako Kate. No, tumwambia It's Kate to decide. it is a decision whether she wants to stay or go. mimi siongeangi Okay. siongeangi kwa live, siongeangi nikiongea vitu. Mimi niliamua now that imefika No, hapo juu, sikiza, kama fanya hivi. ananifungia Mnataka ananiambia fanyeni ataniua hivi. kwa hiyo nyumba, vile Fanyeni nilitoroka hivi. nikasema Mnataka Kate, badala mnataka Kate nitishie aniwache. maisha niseme basi Mimi kila mtu. naweza muadvise akuache. Kio hii Kate ana watoto, wewe uko na watoto na bibi Loitoktok. Wewe unakuja unakaa kwake na unataka kumharibia maisha. Unampiga unamuuma au advise sana akuache. We don't want guys. Listen, Kate na kamoja. Kate, listen. Umejua watu wako na pesa wana sauti kubwa. So Steve Nice, mpe Steve Nice ongea. Peter manze, Peter, if you love this woman, Peter, manze wachana yeye. Wachana tu na yeye. Peter, you know me, I've never ever come to kuongelea. Na unajua vitu najua, I have never said one word. Na we unajua, when na Kate, you know what I know. I have seen it all. I saw it in one day, I saw everything. The best thing you can do for this woman, Peter, manze hata ndio hii story ati isikue nini. Wachana tu na yeye. You can find another woman, you can hata find another man, but tu muache. Na is true. Hivyo Peter anasema ati ni tu kifo. How anamchapanga anaweza muua. Mimi naweza sema hivyo. I have seen it. Tulisimama nilisimamisha gari Thika Road kama ako nyuma na ile siku, I don't know if you guys saw that one picture of Mote alikuja akanika hapa dakika moja. Ni mimi nilikuwa na hiyo simu napigia. I had to call somebody because alikuwa napiga udem kwa kiti ya nyuma. So mimi nimewabeba akapita ako nyuma na Kate ako hapo nyuma. They are fighting so bad. Well, Kate fight. Peter amemchoke. Dem apumui ni kama anachoke. Unamsikia akichoke. Nikapigia Winnie. Run. I had to I called Winnie on FaceTime. Nikamwambia watu hata hii kitu ikihappen hapa hivi nobody's gonna record hii kitu, screen record what you are seeing. So I can record the whole thing and that's why there is kuna kapicha kamoja out there. But what I can tell you, Kate, just you need to just run. Mwanaume hata change and it's for the better. And where Peter, achana na ude manze. Or you've taken her through everything. Akona mascars nimeziona. Hadi huku meno like joy me move like it's bad. Like you guys have no idea. Hii mumeona hapa hivi it's like maybe 10% of how bad it is. Because guys, I will tell you this thing, Kate kila siku. Kate nilikuwa naongea about wewe kila siku na msikida. Mimi nilikuwa napewa information. All the nilidhani mko na wifu. Mimi niko na wifu. But I was being given, nilikuwa napewa information daily about na kujanga hapa naambia mali safi, watu wanasema niko na wifu. Wanasimanga hapa. But Kate, mali safi. Yes, Auka. Last time tulikuwa na hii issue kwa live yangu. Steve Nice alidefend hiyo maneno ya Kate kunyongwa na likata ni uongo. Like Steve Nice, how serious do you want people to take? Because right now kama msichana alikuwa anafanyiwa hivyo ukiwa wewe ndio unaendesha. Ile siku likataa ukaambia Moto ni uongo walikuwa. So we came back. What's that? Okay. What changes? Peter na Kate have been my friends. Na hata behind the tent hata I've helped Kate when alikuwa mgonjwa and everything. So we became very good friends. Hiyo story tulienda tukaongelelea. Peter, that way we became okay. Hiyo story imeisha, ameacha amechange, Kate mwenyewe akaniambia ameimprove and everything. That's why nilisema wacha tuache kuleta ati hii story cause they are working. Every relationship has issues. No. But tuliongea wakasema everything is going well. Kate mwenyewe akaniambia oh yeah, ameimprove and they were going out all the time. No. So that's why I didn't want to bring chai already to Isha Sovia. But now, knowing what I know now, I wish I actually like
au She ka left Kate that huwa anajaribu kuficha hizo vitu zenye Peter anafanya, anafitanga uchi sana. Hata mimi ananiambianga nisiongelee anything. Saa zingine natumia mpaka video hivi akiuma dem. Ananiambia nisiongelee, anajaribu kuficha But Kate ameficha Peter for long. Sasa anamuuma. Stockholm syndrome. So, okay, Hiyo ni vampire. kuja hapa kuongea about his story yake. Yeah, sawa, nimesema sikizeni niwaambie, ndio mjue mimi ni mwanaume kamili. Na nimesema mwanaume kamili anarudia. mwanamke. Wewe ni mwanamke, wewe si mwanaume. Mwanaume unauma mwanamke. Nyamazeni. Wewe unapigana mwanamke. Wewe tufai kuongea penye watu wanaongea. Afadhali tukufe wote. Nonsense. Ukatise watu wengine. Hivyo ndo anasema, hivyo ndo Nani unaogopesha nani? Unajua, jaribu wacha niseme, kufe. tunaona sasa hata hapo Utumshikishe kuficha nini ni baya mali Kate, kuna evidence alikuwa assault. niko na hizo videos kwa Uni hiyo nini simu. au ni ila iko recorded live. Nilitumia nani? Anatishia nani? Ai. Mtu mwenye ni rafiki ya nani? Mtu mwenye ni rafiki ya MC Chris ako nazo zote, kila kitu yote. Mmoja anakufa umuue Ndio tuone. best friends. Alafu mtakuja kutupatia mastori wakati ya mchango, mtatupanza kutupatia mastori huku. Hata hamna adabu. Si wanakuanga hivi. Huyu mchana anapigwa na anaumizwa. It's very aufai kuongea wewe kwanza, hata ufai kuongea, unafaa tu kuwa unanyamaza hapo, kunywa hiyo kegi yako, kunywa jikojore, endelea kutafuta mwingine wa kuweka nonsense. Hata ufai kutuambia tena ashani niongee, unaongea nini? Uralia du. Unamtandika mpaka kwa gari. Nonsense. Omba Kate msamaha, si lazima mrudiane na yeye. It is just not fair, Peter. Wewe mali mwanamke huwa anafika amegive up, umeona. This is wrong, Peter Kioi. Ukiona mwanamke ametoka nyumba yake, mimi nakublame. Why did you stay kama that mtu anatoka long? kwa Kama nyumba yake, unachokiwa unakufa, kwa nini Na imagine ulikaa kama kwa mwanamke anatoka kwa nyumba yake. Kwa nini ulikaa kwa hiyo relationship, Kate? Kate, unanyongwa, unaumwa, unafanywa hizo vitu zote. Not once, not twice, not thrice. Unakaa hapo kwa nini? Mimi niko nilikuwa nakupea maana. Anyway, Mara ya kwanza nakumbuka vizuri, siku ya kwanza yeye kunipiga, tulikuwa tumetoka Naivas. Nikamwambia juu ni karibu na home, tutembee tu mguu, tusishinde tukipanda bike. Mimi nikatangulia, vile nilitangulia ndo alinipiga, alipinduka akakuja akanivuta na nyuma akanipiga slaps, miwani zikavunjika zikaanguka kwa barabara. So sikuwa najua kama ni yeye ako hivyo, azin yeye haizi acha kupiga mtu. Mara ya pili ni yenye tulipatananga na Steve Nice Viva Kilimani. The previous day anajua Kenya alikuwa amefanya kwangu na mwanamke. Kumuuliza akanipiga, ndo Steve akakuja tukapatana na yeye. Wait, Kate, alikuwa anamwambia alivinya mwanamke mwingine kwako. Kate, wait, sisemi siongei sana. Steve anajua, huyu Steve Nice anajua kila kitu, anajua. Endelea tu. Akanipiga bado. Steve akaniita huko, tukaongea, akasema amebadilika, hata wairudia tena. Akifanya munyanduzi kwa nyumba yake. Nyamaza mali safi, utashinda ukirudia ni kama ni kitu mzuri. Haya. Mara nyingine nikamuuliza kuhusu msichana mwingine hapo, akanipiga akanigonganisha na ukuta. Ingine tukatoka tukaenda kwa birthday ya beshte yangu. Nikamwambia nimelewa, tuende home. Tukifika kwa vile nilishuka nikatoka kwa gari mbele yake. That time alikuwa na gari yao jamaa mwingine anaitwa Born to Win. Akanivurutanisha, akanipiganga kofi ni kama nimelewa, nimevaa heels, nikaanguka chini. Akaniamsha akararua nguo yangu kutoka nyuma, nikabaki ni kama ni leso. Nikakujanga akaniambia ati ajui ni nini, sijui nini, nikampea tu chance. Siku ingine nikiwa kwa club hiyo siku alikuwa anapigana na watu. Hata nimeona rafiki yangu mwingine hapa anaitwa Koki akiwa hapa. Hiyo siku alikuwa anapigana na watu, akitolewa nje na bouncer. Nikaenda nikaambia bouncer wamrudishe tu ndani, ya watu ndo wamemchokoza. Sibla alirudi akaanza tena kupigana. Vile nilisimama akaniambia keti chini. Akanisukumanisha nikakaa chini. Juu nilikuwa na ile uoga ya kupigwa. Nikasema acha nitoroke niendange home badala nipigia hapa. Bila nilitoroka nikampata kama ametokea side ya mbele, ndo akaniumanga hapo kwa mashavu, meno zikajichora hivi.
nikitoka damu watu wakanishika. Nikaosha damu, akaenda vile tulienda na marafiki zangu akamwambia atoke kwa hiyo nyumba, akanifungia kwa hiyo nyumba ndani na akafungia marafiki zangu nje. Akanipiga akachoka. So siku ingine kama nimenyamaza. Siku ingine akamkanga alikuwa anakunywa akiwa live, nikamwambia aache kutusiana. Vile alikuwa anatusiana jumi most of the times hata akitusiana live mimi sikuangi hapo, naendanga kukaa bedroom. Nikamwambia acha kutusiana. Kidogo alikuwa anatusiana I think na Menace. Alikuwa anatusingi Recho hiyo siku kwa live ya Menace. Nikamwambia siwachane na Recho. Akaanza kuniambia eti unatetea Menace juu mlijuananga na yeye kitambo, anashinanga kusema hivyo. Tulikuwa naenda kwa live yake, akaanza tena vita. Akinipiga na napiga magoti na mwambia nisamee. Nikimwambia nisamee ndio anaendelea kunipiga. Okay. Tukakaa siku ingine bado after hiyo story ya nini ya kupatana na Steve Nice. Sasa hiyo ya vile nilimwambia ache kutusi wanawake nikiwa kwa choo, nilimoverhear. Akaanza kusema ujui hao wanawake wewe ndo wanaendanga live wanakuanga huko TikTok wakitusi mamangu. Nikamwambia sasa unatusi aje mtu mwenye ujui? Ndo sasa hiyo siku alikuwa ananipiga tukiwa kwa Steve Nice. Tukatoka tukaenda kwa rafiki yangu. Best yangu alikuwa anaishi bedsitter. Nikamwambia akasema anaenda kupigana na Kawira tumpeleke. Nikamwambia mimi siendi kupiga Kawira. Siwezi enda na wewe ukapigane. Akaniambia tutaenda. Naona mimi nikaamka tu polepole juu nilikuwa nimejifunga lesson nikiwa kwa best yangu. Nikamwambia best yangu uangalie side nyingine juu ni bedsitter, nifanye nini ni dress up. Ndo akanianzia tena na makofi. Unanificha nini kenye unashinda ukificha? Sijui nini unanibeba aje? Akaanza kunipiga akanipiga. Best yangu vile aliingililia pia akaanza kupigwa, best yangu akagwaro hapo kwa matiti. Akafunga nyumba huyu best yangu akaanza kutupigia hapo. Sasa hiyo siku kwenda kupigana na Kawira. Sasa siku nyingine tukatoka tulikuwa tumeenda road trip. Tukienda Emali nika drive vizuri, tukienda kufika huko kwa barabara kuna kuanga na lori zikipita vile zinakuanga mingi, tamidi ilikuwa nyuma na kuna lori ilikuwa ina approach. Sasa iko na space ya kuingia, nikasonga hivi kidogo kwa pavement at least isonge hiyo lori zisigongane. Akaamka akaniambia unafanya nini, mbona unapeleka gari hiyo side nyingine? Nikamwambia nilikuwa naondokea hiyo gari ilikuwa nyuma, nilikuwa naisongea iingie. Akanipiga ngumi nikiwa nimeshika steering, meno yangu hata imesonga moja. Vile alinipiga kama nikasimamisha gari, nikamwambia fanya hivi badala ya maneno mingi kuja uendeshe gari. Akasema siendeshi. Ndo akanishika akaninyonga. Rafiki yangu alikuwa amekaa kwa kiti ya nyuma. Vile nilipiga nduru kama ameninyonga, nikamuma hivi mkono aniachilia kininyonga juu alilock mlango. Rafiki yangu ndo akatokea side ya nyuma, watu wengine wakakuja wakatusaidia. Vile alitusaidia mimi nikamwambia sitaendelea na hiyo road trip tena, turudini home. Nika drive tena kutoka huko Emali mpaka home. Vile nilifika home hata akasema anataka kubaki, alikuwa amekaa kwa hiyo, akaamka juu alikuwa amelala. Vile aliamka akaambia rafiki yangu aendange kwa nyumba anataka kuniongelesha. Mimi nikamwambia mimi hata sina shida, twende kwa nyumba. Akasema hatuendi. Vile nilijaribu kusonga hivi akanishika ndo akaanza kunipiga tena. Rafiki yangu akikuja kunisaidia akaanza kupiga rafiki yangu tena. Watu wa ploti jamaa mwingine ndo alikuja akanisaidia nikaenda kwa nyumba. Guys, this is not even funny. I swear when you wanacheka comment section hata isi funny anymore. Washa malisa tu to consume. So, aesi kwa anasema mwezi vita amekrami yote. Janet nani Keta ingendelea? Tukatoka na Nakuru. Nilikuwa tunaendesha gari kwa barabara, nikaona juu yeye alikiendesha gari, nilikuwa naona vile anaendesha, namwambia wacha nifanye nini niendeshe. Tukiwa kwa barabara mimi sijui nini na muingianga. Akaanza kuniambia, nikamwambia afanya hivi nasikia nimechoka. Sijui alikuwa anabishana nini, nikasema badala mimi sitaki kubishana na yeye, na sitaki anipige. Juu alikuwa amelala na akaamka all of a sudden. Akasema eti na drive mbio. Nikamwambia na drive mbio aje na ulikuwa umelala, nimekuatoa huko kote na Nakuru, sasa ndio umeona na drive mbio na umeamka saa hii.
Akaniambia unaongelesha nani hivyo, akaanza tena kunipiga. Na una Avila drive. aliniambia Avila aliniita madhafaka, mimi nikamwambia madhafaka pia. Akaanza kuniambia sasa hapo ndo akaanza tena kunipiga kabisa. Sasa vile tulitokanga huko, vile tulitoka vizuri tukakuja kufika kwa ploti. Sijui ni nini ilimuingia, juu simu yangu nilikuwa nimeacha kwa gari. Mimi nikapanda tulienda Sironka. Hiyo siku 2 weeks ago. Vile tulienda Sironka, tukaenda vizuri, tukarudi vizuri. Kwanza alikuwa tukifika Kitengela anataka kuovertake na gari zimejaa kwa barabara. Namwambia siendeshe gari vizuri. Siendeshe gari vizuri, hataki kunisikia. Akaniambia eti namkosea heshima, nikamwambia pole mingi, nikamwambia pole nikiapologize. Nikamwambia anisimamishe, nataka kukojoa. Vile nilishuka hivi yeye akaacha gari iko neutral inaendelea kusonga. Nikishuka hivi simu ikaanguka. Ikakanyagwa na gari. Tukarudi. Nikamwambia ulikuwa unasema hujalewa, unaona venye unafanya, simamisha gari inaendelea kuenda. Ndio akasimamisha. Mimi nikaapologize, tukarudi. Tukitoka kama tulikuwa tumetoka pipeline. Vile tulifika kwa nyumba, tumefika hivi kwa parking. Mimi sikuwa nataka maneno mingi juu tulikuwa tumetoka kuonana na fitness. Sijui kama namjua hiyo siku. Tukakunywa vizuri, tukatoka nikamwambia turudi home. Akaniambia tuende rafiki yangu. Nikamwambia vile tulifika kuenda rafiki yangu, akaniuliza swali sitaisema. Vile nilimjibu, akadrive sasa tukienda home. Juu alifeel offended juu nilimkumbusha kitu yenye alifanyanga na bishte yangu. Vile tulifika, mimi nikashuka kwa gari, nikaacha simu, hata sikushuka hata na handbag. Nikaeka hapo, nikakimbia nikaenda kwa washroom. Yeye akakuja akafunguanisha choo, akaniambia ukimaliza kenye unafanya ingie ulale. Mimi nikatoka vizuri juu sikuwa nataka kubishana naye. Nikaambia rafiki yangu niangalie haki leo nisipigwe. Nikamwamsha juu alikuwa amelala yeye. Nikamwambia angalia leo nisipigwe, amka. Vile nilitoka kwa washroom, nikatoa heels, nikatoka nje. Vile nilimpata nikaona hayuko kwa nyumba. Nikarudi chini kuchukua simu, nikamuuliza nisaidie simu yangu juu alikuwa amekaa hapo kwa passenger seat. Akaniambia simu yangu iko huko juu. Nikamwambia nikasema sitaongea na yeye juu mimi alikuwa akiongea sibishani na yeye. Nikafika hapo, nikapinduka nikasema mbona sijaiona kwa nyumba. Akanifuata akaniuliza unasema tumesema nini? Nikamwambia sijaiona kwa nyumba, nimeuliza tu iko wapi. Akanishika mkono na nguvu. Nikamwambia si uniachilie, ni nini unataka kuleta drama hapa nje ya ploti? Akaniambia uendi mahali nimesema uendi. Mimi nikaobey, nikakaa chini kwa hiyo kiti ya soja. Nikiwa kama nimekaa kwa kiti ya soja, akaisukuma hivi nikaanguka chini. Nikasimama. Vile nilisimama nikamwambia ni nini shida yako? Nikaanza kumtetesha nikimuuliza hizi ni aibu gani unataka tena kufanya hapa sijui. Akanishika hivi akanipiga head ya kwanza. Nikasikia kizunguzungu, nikaegemea hapo kwa kiti ya token. Vile nilitoka hapo sasa ndo niende nipande stairs, akanivuta tena akaniambia siendi mahali. Nikamuuliza ni nini unanitreating hivi? Ananiambia unaongelesha nani wewe? Akanipiga ya pili. Ya tatu ikafuata. Ya nne akanipiga hapa meno, mdomo ikafura, ikaanza kutoka damu. Soja alikuwa hapo ndo akakuja hapo. Rafiki yangu vile alisikia chini nikipiga nduru, hiyo jirani yangu mwingine hapo akashuka. Akikuja kumshika juu mdomo wangu ilikuwa ina bleed na alikuwa amenipiga ngumi hapa nyuma ya masikio bado kumefura na hapa mbele. Nikatoroka kama nimeshikilia damu, nikaenda kukaa huko nje. Nikimwambia achana na mimi na uachane na maisha yangu, ananiambia uachane na mimi ni hadi kifo. Mimi nikakaa hapo, beshte yangu mwingine akakuja, tukaanza kuongea, akaenda kwa nyumba, akatufungia tena na padlock na akaficha kifunguo. Akasema unajua naweza wafanyia kitu mbaya hapa. Sasa mimi ikabidi sisi wote tunyamaze juu tunajua vile anakuanga violent. Rafiki yake mwingine anaitwa Koech akakuja. Vile alikuja akakaa hapo akamuuliza ni nini yenye unafanyia Kate, nini akiongeleshwa. Yeye ana reason ya kufanya hizo vitu kwa zote. Anaamka asubuhi kama niko na namba za watu ana delete contacts.
Akiamka asubuhi mtu hata amenitext ananiambia na ni invite function, anaanza kumtext akimwambia unajua hiyo ni bibi ya mtu. Anashinda akifanya hivyo. Marafiki zangu wote ananiambia hataki marafiki zangu, na marafiki zangu walikuwa wananiadvise huyu mtu atakuja kuniua, niachane na yeye. Sasa mtu akiniadvise anaanza kumchukia, hataki nikuwe na rafiki hata mmoja. Sasa ile siku yenye ule mwanamke mwenye alikuja kwa Lady Jacqueline akasema walikulana umoja. Hiyo ilikuanga ukweli. Juu hakuna kitu yenye si kuona. Lakini juu aliongea mimi sikutaka kuongea. Juu nilikuwa nimemuuliza the previous time vile mwanamke alimtext after umenikula unaniongelesha vibaya, nikamuuliza akaanza vita tena. Sasa sikumuuliza kitu yote, nikakuwa hata akifanya vitu simuulizi na nyamaza. Akaanza kuniambia ati nataka kumuuliza vitu juu nimechoka na yeye. Kama nimeamua kuachana na yeye nimwambie, na nikimwambia nijue ni kifo. Na mimi sasa nikatorokanga home, nikarudi tena ile siku yenye alitupatanga Caribbean, akasema tukakule lunch. Tukiwa hapo nilikuwa nimetoroka, nikamwambia mimi siwezi ishi na yeye, aniache anipe time yangu. Tukatokanga huko, nikaona hata alileta drama hapo pipeline transfer, story mingi zenye hazina maana, nikarudingi home na beshte yangu. Sasa kila saa anaanza kuniambia vile ulikuwa huko kwa rafiki yako ulikuwa na wanaume. Sijui nini. Na mimi vile niliona simu yake wanawake walikuwa hapo wengi sana, anashinda akiwaambia wakujie mechi. Mimi nikasema sitamuuliza. Nikanyamaza, anakaa kama amefunga mlango, akitoka nje anaacha amenifungia. Akirudi anafunga mlango anaficha kifunguo. Ndio nikapatanga kama amelewa, kifunguo ikaanguka, nikaisongesha na mguu nikaificha, ndio nikatoroka kama amelala. Na ulikuwa unarudi ya nini? Mimi mnajua unadisha unagoa washana na kitada. Anyways, Washa aralie kitada. Washana na tuachana hizo vitu. Washana na kitada na guo. It's my time to reply. Yes. Githaiga naweza ongea kidogo cause nataka hata kushuka. Nyamazeni wote. Tata hebu ongea. Kidogo. Tunyamazishe Peter Kioi. Tata ongea. Kama umezoea kukuwa narcissist kwa bibi zako, situjamazishe. Sitanyamaza hapa, Kioi ngoja kidogo. Nataka kuongelesha kitu zako. Guys, hebu nyamaza guys. Kioi hebu nyamazisha mdomo. Hebu nyamaza. Tata hebu ongea. Yes, ninyamaze kumanyoko malaya. Wewe nyamaza. Peter Kioi, you think this is your house when you unatumia yako unadhani sisi ni bibi yako mwenye unauma, kasia wewe kanyaga. Very serious issues. Utatoa mkundu hapa, enda ukalala. You think you are in your house but unaumana. Huko na tunampeleka police station. This is you cannot assault a woman like you assault a woman and you want to come kesho tutachukua P3. Hi Marisafi. Hi guys. I hope mko poa. Nimekuja hii live kutoka vile imeanza na vile Keta amepanda hapa ndio sasa nimesikia ni hata mimi nafaa kupanda. Yani tulikuwa hapa February tukicall out Karango juu ya unassist. Kioi alikuwa kwa nini? Kwa line ya kwanza pia yeye kucall Karango out na hana aibu. Sasa hiyo tuko hapo kwa hizo machai tukikunywa, yeye ndiye na yeye ni yeye sasa ana inherit ile tabia ya Karango. Kwa nini achape mtoto wa wenyewe alafu anamweka baridi ati msichana hata hawezi? Yani anaibisha mpaka mwanamke, ati unatoa mwanamke nguo unamdharalisha mbele ya watu. Amemshika kama hostage. Baka anakufungia kwa nyumba yako. Wewe ni nani ati juu ni TikToker? My God. Hii tabia ndio tunasema Githaiga, wanawake wajipende na watoke kwa hizi madoa za takataka. Hata asirudie kitanda. My sister just go. Ati tunajaribu kutetea Triza. Juzi kuna mwanamke wetu amekufa juu hii mapenzi ya takataka. Na mtu hapo chini tu wewe kunywa hizo majai ako kwa guest. Ametext amesema ana post video zangu nikiwa uchi Telegram. Hazina shida, wewe sio mwanamke wa screenshot. Ona Janet. Achana ya post. Ameishi kupitia uoga. Janet screenshot those messages. Unabembeleza mwanamke evidence. Kioi kidogo. Supporting you them against Kioi tuone. We can arrest. Yes, please. Janet, please give them as evidence. Mtu asikutishie wanawake wako wengine hapa pia waongee. We asikutishe na nudes. You are not the first woman kuonekana nudes zako.
Kuna mtu mwingine hapo na yeye ananiuliza kama nina bwana. Ndio maana sisi hatutaki hizo mabwana ndio hizo. Tumejaa guest. Kwa nini muogopa nini tukusupport twende the legal way? Kishie baridi ati anataka kuwekea baridi sweetie. Ai, kuwekea baridi ati kidogo. Hana adabu sasa hiyo. Sisi wote tunazunguka huku tukisema kama unaishi na mtu na assist wewe uondoke. Kwa sababu watu wanawana tu kwa hiji ya mchezo. Ati anakuambia wewe, kwani yeye ni nani ati kama hautakaa na yeye lazima either wewe ukufe ama yeye akufe. Anakuwa Yesu. Na hizi tabia ndizo zimefanya hapa tunazika TikTok kila siku. Tunakuja hapa tunakunywa machai, tunaondoka tukisema ilikuwa tu chai ama ilikuwa cloud chase ama ilikuwa nini? Kate nani anaitwa Kate? Kate hata usiendee hizo vitu. Anza maisha mapya, wachana na yeye. Enda umreport. Enda polisi report hiyo mtu. Kwa sababu hakuna vile sasa wewe unaishi na uoga kwa mtu anakuambia lazima muishi na yeye. Because some report. Anything can happen to her. Exactly. Anything can happen to her. So uko baka na Obi. Imagine anakuita my woman. Na unaona Mari Safi the way they do. Mtu anakuja kuchekesha story. Yes, tunahangaisha manasist. Yeye ako guest, niye wa kwanza hata kusupport, niye wa kwanza kusema kanyanga, niye wa kwanza kusema ati nini resist. Anatusi wanawake mwenyewe ndio unakuwa mwanamke kwa nyumba. And you know Collins, we also make mistakes somewhere. Penye mtu anakuja anajifanya yeye ako na stress, ana text watu wawili watatu ati ameshoka na maisha. Anaambia watu, so we here sitting down at 6,000 people thinking Kioi has a problem. Kube anakuja kufisha ile kitu anajua amefanya. He's coming here to just show that he's the clean one. He's this one who is anatuletea ka story ya kufisha maneno and an existing 6 million. She was doing that because alikuwa anaona huyu msichana anaweza kuja na maneno huku. Akapiga mpaka simu. And we are trying to protect that motherfucker. Gidaiga. Kate, Obi alone is not enough. This lady should go for restraining orders. Hivi tisho ndogo kila wakati. Yes. Kwanza ikuwe recorded. Tafuta restraining orders. Huyu jamaa asikukaribie. Because number one thing Mali Safi, kuna kitu ningesemanga sometimes back that our TikTokers wa Kenya wenye wako top, they have got some bunch of hooligans in some WhatsApp group. They have got some brand. Kwanza pitako nayo akona WhatsApp group. Unatukana siku wanakuja na mapapo landa. Mapapo landa kuripotia account. Anakuaga na takataka zingine amewabrainwash. Anamfuata anakuripotia. Na walikuwaga wanatoa dhao. Walitoa dhao kujoin. Sijui walikuwaga wanajoin nini. Yes, Hello. Wacha niseme kitu kingine hapa. Nimekumbuka kitu hapa. Yes, Shined. Can you remember the other time nilitoa Mnakumbuka the other time nilitoa Kioi kwa jela? Mnakumbuka? Yeah. Yes. You know Kioi was reported about the same thing. Do you know Kioi alipiga Dr. Alia na kaibia Dr. Alia simu? Na sijai kuja kuleta kitu TikTok. Me I thought Kioi amechange. Kumbe unafanya. Si Dr. Alia. Wacha niseme Mali Safi. Tulikuwa na wewe Mali Safi. You know as we speak Kioi alikimbia na pesa yangu after kumtoa. Ulizeni Chicha. Na sijawahi kuja kumwanika TikTok. Alikupora. Alibaki na pesa yangu after kutumia. I spent over 50,000 on Kioi. Kioi akanichezea shere akaenda na 13,000 yangu. Na sijawahi kuja kusema I feel so sad. Kioi unazarudi the same thing. Na wewe nilikungangania mpaka dakika ya mwisho. Mpaka nikakuitia mpaka lawyer wewe Kioi. Unatesa msichana wenyewe kwa nini Kioi wewe? Paka meno. Unatesa msichana wenyewe kama mwanaume. Innocent kama huyu msichana mrembo. Lakini we nawe unatoka koka tena kutoa Peter Kioi kwa cell we nawe. Mimi sikuwa najua Kioi alishikiwa nini auka. I didn't know Kioi alikuwa ameshikiwa nini. Mimi dakika ya mwisho after kutafuta askari after kutafuta lawyer. Mimi nilikuja kujua Kioi alipiga Dr. Alia. Si mara ya kwanza. Guys, si mara ya kwanza. Mimi thought Kioi has changed. Dr. Alia tunasikia wako na yeye na mtoto. Hapana. Mwongo. Na Mali Safi wewe nimeishi kukuambia unapiga kukula amekuja mimi nakuja kukuambia ukweli Peter Kioi is manafaa kuliwa na umbwa kwa kiwanja na unakuja kunitusi kila siku ndio hiyo.
Nilikuwa nimekuambia. Wewe Kate sinaongea about hii story kila siku mpaka kila siku Kate alikuja kudefend Peter kinitusi. Peter is a evil man. Kila siku ulikuja kudefend Peter ukinitusi. Simpendi kabisa, hata nimemchukia kabisa. Huyu mtu ni mshetani. Lakini Kate tunaongea through all this. Mwiti. Mimi nafanyanga kunyamaza tu. Mwiti, Peter Kioi has done a lot of atrocities against human beings. If we really want to open those the Pandora box is too big. The book is too big. This guy has done a lot of like very despicable things we cannot talk about. Tukianza kukula pesa ya watu wa kansa mara nini. Amekula mpaka pesa ya mkufi. So NK akalipa pesa, Kioi alichajiwa pesa. Akakula yote. Mtu akakufa hospitali. Peter Kioi doesn't even sorry. Na sorry. Alikuja na mtoto fake amekufa tukamtetea. Akakuja na mtoto fake akashagiwa, akashinda na wamama. Peter Kioi alikula paka pesa ya cancer pesa ya mtoto yake, akatwambia mtoto yake amekufa. Ama pia hizi ndio huyo anapiga msichana ngumi ya kidrive. Anauma msichana anakuwa na mark. Anararua guo. Sema Chinedu. Mali safi. As you speak, mimi nitakwambia ukweli. Nitakwambia ukweli. Huyu dem is not safe. We swear before God. Huyu dem anahitaji kuprotectiwa. Wallahi huyu dem anaweza fanywa ile kitu tutakaa chini tukose kuamini hii TikTok. Peter is capable. Peter is capable. That's what I just told you, Marisafi. Umesikia Peter amesema hivyo. Peter is amesema hivyo akiwa na joke. There is no way unaweza kuwa unapiga. Peter tulikuwa huko hivyo Mirema Drive. Hapo ndio tuingie tukienda Thika. Karibu achapwe na watu hapo nje. Ali vuruta Kate hivi nywele ikatoka. Watu wakaosh wakaanza kukuja. Walikuwa nataka kumcharazia hapo hivyo nje. He was hadi mimi niliwaambia pana atena yeye wamelewa. Alafu nikamwambia okay wacha niwapeleke nyumbani, wakaingia kwa gari sasa tukaenda home. But that is true. Peter anaweza ua udem. That is for fun. Nasema ati yuko sikudangani. Trust you me. Hata kama mnasema restraining order is okay, but let me tell you something. Udem anafaa kuwatch movie yake. Peter is capable of doing anything to this. Trust you me. Mrudishie hiyo masimu yake mkopa na hata usirudie hizo vitu zako. Me would never even want to be anywhere. Sasa kuja simu ya mkopa iko na jina ya Kioi. Akae tu naso. Hiyo simu. And you see the way he came here to write to us. You can imagine. Hiyo kitu inanikasirisha sana. Analia hati anasema 5. Peter amekipo haya gari kubwa na simu yake, bibi yake anatumia simu ya mkopa. Ana gari bali safi, wacha nikwambie. The issue na gari ya mimi umejua mimi pia nikimenye. Hizo vitu nilijua. Issue na ile gari ilipata accident ilikuwa na third party insurance. Unaniona? So haiko cover gari. Na gari pia sio yake. Na gari haiko yake. Anachukua gari either ya Sanibi ama huyo Born to Win most of the time. Sasa nikasema hivyo kwa live akatusi mama yangu. Nikasema wewe Peter Kioi karma yako haitakawe wiki moja. Imekawia ama haijakawia? Si nilikwambia Marisafi tukio na wewe hapa. Baadaye alitusi bibi yako vibaya mpaka nikamwambia. Alitusi mama yangu nikakwambia this TikTok will eat you more than it will eat me. And now it has gone down in history. It has gone down in history. Si nilikwambia hapa last week. Akitusi mama yangu. Okay, so Kate, do you umeza bana hizo orders baze Peter Kioi akae mbali na wewe? How can someone hizo orders mnatafuta aje? Mtu akiongea ripoti unatishiwa maisha. Tomorrow those recordings zitakuwa available. Naso maonyeshe polisi. And because we know the Kenya Police Service wako hapa NPS kuna members wao. Mkuage mnashukua hizi makesi seriously. Msichana akifanywa maneno mtatuona tu kwa barabara. Wacheni hii mchezo. Wacheni hii mchezo. You cannot have somebody mwenye anauma mtu na meno. Anapiga mtu hiyo design. Baka joy inasonga kando. You can imagine. Unanyonga mtu anashindwa kupumua msichana wenyewe na uko na bibi na watoto nyumbani gasia. Ai? No, don't do that to girls. You don't do that. You don't do that. Yo mwanaume ni fala sana. Acha nikwambie. Na kama kuna mwanamke yote ako hapa na anapitia hii. Speak. Okay. Speak. Acha kuficha. Na mtu akiongea anaenda WhatsApp group anatuma zile takataka za papole mtu. Sili nimewablock hapo takataka zake za hapa. Mtu akiongea anaenda WhatsApp group anatuma zile takataka kwa
nataka mmoja wenu wote achukue hizo orders, but my Kate is my Kate. I love her. Okay? Niwache Wewe Peter shukisha tafadhali. This is a Malisafi mtu anatishiana maisha kwa live yako tena bado unamwapa. Hapana, ni moderators. Sio moderator, mnamwapa fanye nini? Akaena huko na kukunywa akiachanga. Gidaiga, there is this bunch of useless, rudderless, planless idiots kwa WhatsApp group. Ukiita tu jina Peter wanakujaga na wajua hawa mama wengi wako kama. I know them. Una blocking. Keep blocking them. Wataisha. Wakwangi wengi sana. Wanakuja kuripoti account. Wanakuja kuripoti account. Wanakuja kuripoti. Wanaambianga huko kwa WhatsApp group. Imagine Malisafi, Kate ananipigia na niambia Polo umejua siko kwangu, I'm like kwani mumeenda out? Hata nimepigwa nikafukuzwa. Sasa mimi nashindwa. Peter Kiwe na Peter sirudi. Kuongea tu kweli kama ungekuwa sister yangu mimi ningekuambia. Unajua mapenzi pia ni ingine naweza kuona huko. Lakini kitu sijaribu kurudi. Don't dare. Ukiona nimeongea kama siongeaji. Don't dare. Ngojea Mungu atakupatia maisha. Alafu hata niseme hivi. Tumuone huko kesho. Eleza Lili. Kuna kitu na nyuma Malisafi. Anasema yeye haisipigwa. Wacha atafute Elikaya, wacha atafute. No, acha nikwambie Kate, huyu mwanaume akupendi, anakupenda juu uko mnyonge, anaweza kucontrol. He is a narcissist. Kuanikanisha tu wewe ni mwanaume anakupenda, na unanikangwa WhatsApp. Mwanaume anakupenda Kate Malisafi. Mtu akiongea kuna takataka zingine ziko Australia, Germany, Canada na USA zinapanda guest ku support Peter Kioi. Mimi niko na chai. Sijui chai ama hata mimi nimeibiwa. Umeibiwa na nani wewe? Umepigwa na nani? Mimi niliibiwa by the way serious na kampuni. Unajua naona mwingine anasema sasa huyu tunakuja kesho. Sikiza wewe. Tuko hapa sasa makosa sauti hapa. Sikiza kwanza. Malisafi. Wale hapa ni Malisafi. Unaona hiyo video ya Kate akichapwa hiyo siku? I have the video. Just give me like around 20 minutes nifike job, I'll send it to your WhatsApp. Akichapwa wapi? Ilikuwa around like 5 p.m. Yeah, 5 p.m. akichapwa na Kioi. I will send it to you cause my cousin then. You have the video? Yes, I'll send it to you. Those are the evidence we can prove. Nani Malisafi, kuna kitu Kate alisema. Kate, ulishare hizo video na Chris bado amenyamazia hadi saa hizi. That is MC Chris alikuwa anajua kila kitu, each and everything. MC Chris hakuna kitu yenye ajui. That is so wrong. Mbona amenyamazia na yeye mwenyewe amewekwa zote nili backup simu nikazichukua nikatumia Chris. Nitaka kuja akaziona kama nimetumia Chris. Akaniambia ulikuwa unatumia Chris akusaidia aje? Nikamwambia nilimtumia tu juu wewe ndio ulimtuma akuje kuniongelesha. Akaniambia nipe hiyo simu sahihi. Nipe nisome hizo vitu ama nianze violence sahihi. So wait a minute Kate. Chris alikuja kukuongeleza mkikosana na Peter. Chris hata kutoka day one nilikuwa namwambianga. Ndo hata juzi alikuwa Banos akasema tuende, mimi nikaambia Chris siwezi enda, sitaki kuongea. Aniwache tu. Kazi Chris ni kukuita kwa club. So wait, Chris alikuwa bado anakuongeleza urudi kwa Peter tena? Aliniambia kama tunaweza ongea, nikamwambia juu kuna time alikuwa ameniambia tuongee na yeye last week. Nikamwambia kama hajaisikia mamangu, hata mamangu alikuwa anakuja anaona vile nimepigwa, mamangu anaanza kulia. Guy. Iteni Chris hapa. Iteni Chris hapa. Kila kitu yote. Malisafi, umerealize of late Kioi kila mahali mnaenda hata kwa chai ana shida akisema Chris is my best friend, Chris is my best friend. Siwezi ongea za Chris, siwezi chamba Chris, Chris is my best friend. Anataka kuonekana na Chris in public that anasema he is his best friend. Kuna kitu alikuwa ganafisha ni hizi. Jagiri wasini kufishana. Iteni Chris. That is wrong. Kama Chris maybe anakula pesa ya maji kwa club. That is very very wrong. Hiyo washeni patikana weekend. Mimi niko na solution hapa. Yes. Janet, as much as at your friend's place, yeah, someone like him, akona Stockholm syndrome, he'll come for you. Exactly. Fanya hivi. Toka hapa. Nitafute. I'll tell you where to go exactly where you can get help. And once akikujia hapa kuna easy turn back, hata mtu kuja mtoe aje. As long as you have your evidence, you can't do anything.
Kwa hivyo wewe ndio komanda ya Kenya Police. Nope. Malisafi. Kenya ni kuja watu. Remedies. Kenya ni kuja watu Malisafi. Umesikia? Sasa mko Kenya commander. You don't have to. Hapa vinja mnaongea tu mnaomba ati wewe tutakujiwa. Sasa place yuko. Obviously Sipita anajua place yuko. Tuseme anajua anafikiria tu niko around juu niko utawala akikutarget unataka kutarget will come for you, trust me. Ajui kwa uji hapa. Once he said you go to the grave, trust me, he'll go with you to the grave no matter what. So ukitoka hapa nitafuta nikutoe mahali and you don't even have to pay anything there to go there. Nakwambia uko pipeline babe. Hata Kioi. Wewe na watu wanasema ako obsessed. Hakuna obsession hapa. He did this to Dr. Alia, he did this to Jano. Please, hakuna obsession hapo. Washeni kuwekelea mapenzi. Huyu kama ni wakutadika ni wakutadika. So, Dr. Alia. wait a minute guys. Rocha aliponea Malisafi. What's the way? Rocha aliponea. Agenyogwa. Hata labda amenyogwa haogeaji. So wait. Malisafi, way forward number 1. Kate apate restraining orders from Peter Kioi. Peter Kioi simkaribie. Number 2, safety yake is very important. Kate needs to move to a safer place. I know Terry najua connection ya deep state pale, atampatia a safe place. Akisha kuwa safe, hizi zingine tufuatilie. If Kate wants to press charges, well and good. If she doesn't want, mimi sijatuma na Kioi. For those saying, I will protect the ladies. Mimi sijatuma na mtu. Yeah. No, sijatuma na mtu, honestly. Ungekosa kuongea leo angekumaliza huyo mwanaume. Ungerudi angekumaliza. Wacha sisi tungebaki hapa tukisema Kioi ya stress. Where does a man get the balls to beat a lady like that? A man. Aje sasa. Mnamtuma. Baka watu wakawa wanataka kutadika. Pia tulaumu MC Chris. Yes, I want that's him. MC Chris, and we are appointing MC Chris, and Chris, this is wrong. If you know what was Kate going through, na mbenyamazia MC Chris, that is wrong, MC Chris. Now what we TikTok wana set very useless standards. Mtu anapiga mwanamke na wewe rafiki yako na unanyamazia. Watu kama wanafaa wakulwe na umbo kwa kiwanja. Mwanamke kasichana ni karembo. Mayo. You know, Gidaiga. Tafuta kijana. Kijana ni karemba. Wasichana na wabiaga mtafute vijana wazuri wako na pesa. Sasa huyo ni nini baya? What are you seeing there? Niki uragira. Nini nije unatadikiwa? Nyongesha na mpea. Tutadikiwa millionaire. Tadikiwa billionaire my girl. Pata wewe. Tadikiwa mtu wako na pesa acha kutadikiwa ghasia. Hawezi guza mtu. Mwiti umejua the irony is you will get such bunch of weirdos ndio wana advise watu. Ukimweka kina stories za kina Samir, Karama Muraya. Hao ndio watu wako kwa they are the So, Kate. Mimi nilisemanga tunaongea hapa na nyinyi wapita Kioi. So, hizi vitaongea please. Maisha yako ni muhimu sana. Kesho tusipate umeishi kurudi huko. Where that's the problem. Kama kuna mimba toa. Wewe tukirudi, utarudi ni kama umevunjwa mguu. Na kama kupatia JPB. Ketu mwanaume anakuona nimeamua kuongea, nimeamua kabisa. Na kama uko na mimba. Kama uko na mimba toa umpatie jibebe. Sina mimba yake. Kama uko na mimba chukua hata kijiko ngoa. Kate yo. Hii gari yenye ulikuwa unagonga ukiwa kwa steering unaendesha kwa highway. Gari ni yako ama ni yake ama mlikuwa mna haya? Gari ilikuwa ya wenyewe. Na gari koro tusha believe your point. Kioi hana gari. Sisi nilijua Kioi hana gari. Lakini si niulizisa, unajua hata hii kesi ya 6.5 million ni ya kukona.
Na hiyo unaona kuna hawa mama wengine na mimi ndo wakobanishanga kila siku. You believe nonsense. Muna believe ujinga sana. Mulikuwa hapa mnasema Kioi, listen to him, he's depressed, he's 6 million, alitumiwa na Kwa Rosso si 6 million. depression, alikuwa anajifanya akue mtu akue mzuri, alikuwa anajua story time. Alikuwa anajua story time. Amejua how to manipulate people. I know this. Yes, anajua ku manipulate people. That one is manipulation. Alikuwa anakuwa hapa anaongea mpaka anaongea kama nilisema Kioi is toxic based hivi akanitusi. You know, ametumia watu message. Nimesikia watu wakisema let me tell you, I'm one of those he sent a message. Akisema anataka kujiua. Na akatumia message saa 8 usiku. Nikajiuliza Kioi anataka kujiua kwa nini? He knew this was coming. That is why he was telling me that, and I've said, nimesikia ametumia watu wengine message. Alikuwa washukue akili. Sympathy kwa watu. Ndio sasa watu wamhurumie. Yes, anatayarisha maneno mapema. Koku, thank you mama, hata kama ni mrefu huyo mama ametusaidia sana. Achana na jirani yake. Koku, unajua hawa mama ndio wamejuaga secret ya Peter Kioi. Ndio Peter Kioi anawapigia kilia. Anataka kujiua. Manipulating wanatuma pesa. In the same spirit Kolo, kuna huyu jamaa fulani yako hapa TikTok anaitwa Ezra. Ezra is a member of National Police Service. This guy has been protecting Kioi for the longest time possible. Man, we are calling you out Ezra. If you can Ezra ndio walikuwa huyu dema. Wewe unasikia huyu msichana ashatadikwa kwa sababu ya Ezra. Ezra, we are warning you, and if not, we will write to IPOA, we write to your boss, we will write to IPOA. If you cannot stand for the truth and defend women, we are calling you, and this is the last time we are doing this. Na ajui TikTok, ukajui chenye tunaweza mfanyia ajuangi. We will write to IPOA. He's on TikTok. This platform is very powerful. He's been defending Peter Kioi. Whenever Peter is arrested, he always shows up. Ezra, we are anaenda kumtoa. Siku anaenda kumtoa. Tutaandikia IPOA. We are going to write to IPOA. You either change your ways or we will come for you. Yeah, you can't. On the same note, Awuka, we are also calling the TikTok whatsoever celebrity or whatever you call yourself. Don't drink with Kioi and you come here to unamdefend ujinga zake. It's high time nyinyi pia mtuambie mnatakanga aje. If you cannot change, nyinyi pia, we are calling you out. Kidogo pitokea na call wawili watatu hapa hadi, you know bros, jini nimemess up mahali kuja unifixie. Alafu mnaenda kufix. We are coming for you nyinyi pia. Kuna some women abroad wanakujanga mimi I defend Kioi. Kioi is God. Kioi akishapiga wanakuaga warefi wakikunywa wine saa 8 usiku. Nataka kama hizo. Wanakuaga huko. Wacha nikwambie guys, muiteni watu na jina. MC Chris is the one drinking with Kioi, supporting Kioi. That is very wrong. And vice versa. Bado ana encourage akae hapo, that is wrong. Setting nonsensical standards to people. MC Chris, guy. Kate, MC Chris, wewe wasichana tuko Afrika. In African culture ni msichana anaoleagwa. Ni wewe unatokaga unaenda kwa kijana. Hii maneno ya Nairobi, hii wanaume wanakuja kwenyu mkome. Stop marrying men. Washeni wanaume wawaoe. Hii mambo wanaume wanakuja kukurana na wasichana wengine kwa vitanda senyu. It is very shameful. Very shameful. For that alone, don't go back, Kate. Don't go back. Thank you. Please, kwanza toroka. Usirudi tena. Huko nikishampeleka, wataenda kwa polisi. Hizo whatever restraining orders, everything, itakuwa tu huko ready. Kila kitu. Because they protect the women, actually. That's the job. So, Kate, do this. Hizo evidence zako nitumie MC Chris. Send it to somebody else too. Unaona? Simu simu yake amefunga. Simu ni M-Kopa. Peter Kioi amepigia watu M-Kopa. Na vile Peter Kioi ana brag let Kate. Peter Kioi akipeana pesa left and center. Na wewe uko na simu ya M-Kopa. Kwanza Kate, acha nikutumie 5k alinitumia. Kombe na wasichana. Amekugonga hivyo kwa nini? Okay, sasa nyinyi watu sasa mtafanya hivi, sikia, in the assignment. Mwenda mbe MC Chris, hizo vitu Kate alimtumia zote. Atumie one of you. MC Chris atafata wewe hata mpeana amemdefend hiyo. Yeah, but we need to call MC Chris on this. Msichana anakuambia kwa vulnerable, anakutumia vitu. Wewe unaenda unaambia ile nyoka ambayo inampiga. Anaenda tena anampiga tena.
Surely Githaiga. that is not okay. That is very wrong. If I Githaiga. tell you something, I tell you I'm going through a risk, you cannot go telling that person ndio anakuja ananitandika. That is wrong. Githaiga Samuel kufanya hivi. Githaiga. Yes. If MC Chris does not cooperate, he will not have peace on this platform. Yeah, hiyo ni ukweli. Tutamkimbiza. Mali safi, MC Chris is not above the law. We can subpoena, he can be subpoenaed to send those things. Yes, if he doesn't cooperate. I'm telling you by morning, he will say they are deleted. Hizo ndio maujanja. You people think that they don't know we are here. In your head. We know very well. So definitely ni umwambie kama hiyo itakuwa kwa goodwill. Chris, do the right thing, keep them at least. Mtu msichana wenyewe alikutrust hivyo. Peter Kiyoya, I told you, karma is not your sister. But that is not okay. In order to, you are supposed to call out Kioi. That is not okay. You don't. Nimekuwa nikimcall kila siku, Malisafi anamwita tena na tusi kuma ya bibi yangu na kuma ya wazazi wangu. I told Peter Kiyoya hata wiki moja haitaisha. It is now exactly 6 days and 9 hours later. Peter, you will go to hell. I'm telling you. Wewe ngoja. Mimi Peter Kiyoya hapa amekunywa pombe sana aje hadi anakuwa hivyo. Wewe, please mwite umetumia Kate hiyo 5k. Yes, Nikolai get your 5k. Kate tunani DM, utani DM nikutumia 5k yenye nimenini. Takataka. Hiyo ya kwanza hata nimesikia vipi hata siwezi kula pesa yake. Hebu acha nikutumie, wewe ndo amekuguza guza. Amekunyonga nyonga. Alikuita wewe, si alisema you are his father. Si ni baba yako. Ni baba yake. Aliambia mwiti ni baba yake anamlipianga biro. Ametext akasema umeamua mbaya sawa. Twende huko asikutishe. Ni mjiga kwanza tutambia Mali Safi tutaenda mpaka Roytoktok. Wale wamama waliibiwa pesa ya chama. Mali Safi mimi nawaambia hivi. Chande taeke kesi. Kolo hakuna mtu mwoga kama Peter Kioi. Kioi is a coward. Anatisha mwoga. Anatisha mwoga. This guy is vulnerable. You know what? Peter Kioi tukiamua kumkimbiza vizuri kwa hapa atumpeleke mbio. Peter Kioi atahamia mpaka nini? Anaweza enda mpaka Uganda. Mwiti, do you remember wakati ya Mosa live Kioi was defending Chris? Yes. Watu ni wamejuana. Unakumbuka wakati MC Chris alinyandua wale wademu wawili? Hata kuna besi yake anaitwa Manchester ame-comment hapo mpaka nikakumbuka. Kioi was defending those guys. Hebu pigia Chris. Nani Mali Safi call Chris? Call Chris. Anapenda hebu pigia Chris. Anapenda pigia Chris akuja hapa atupatie hiyo udaku side yake haraka. Wacha nimpigie yake. Na anapenda hata nyinyi mkipitia masida mnatuambia Samira akikutatika kofi. Yake yusa bisi. Githaiga huyo ndo anatuficha kitu. Huyo mwenye umetaja huyo. Anapenda anatufisha, najua anatufisha. Kamiti kama wanaume. Anapenda kuja na wewe tukufungulia kikao. Huyo ni mwingine. Huyo atatuambia ni nini namsumbua kwa sababu sioni akiwa sawa. Sioni akiwa sawa pia yeye. Atafunguka tu siku moja, haina shida. Acha tumpeta. Ezra ni polisi kwa station gani Kate? Sini hata anakuanga nini? Kate. Kate usiongee, Kate useme. Watakuletea ma cases. Ako station gani Ezra? Is it Kasarani? Police officer anajulikana. Sijui ako wapi. Kwanza sasa hii gava imemulika au maskari tu hivi. Hakuna kitu unaweza kufanyia. Hakuna kitu unaweza kufanyia sasa hii. Sasa hii gava imemulika. Utasema hivyo alafu manapigwa risasi ya kishwa. Kate usiongee. Anyway, for now, for the case, because we have Auka has raised his words, amewarn nani anaitwa nani huyo askari asijaribu kuapia anywhere ya kutetea Kioi. I think amesikia penye yako amesikia take the warning. Hata huyo Ezra anaenda kutoa Kioi kwa kesi zote. Ezra anaenda kutoa Githaiga. Kuna kitu nilikuwa nasema hapa. Yes. Umejua guys, there is no way Peter angekuwa na tusi kumea mama online 24/7 na ishi na mwanamke vizuri. Bwana haiwezekani bwana. Hata mwanamke anaishi naye hawezi kuwa comfortable. Niliwaambia ile siku nikamwambia Peter Kioi chai yako ni wiki moja. Guys, Christian